Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Uh, Karibuni tena kwenye somo jingine leo. Na leo tutakuwa na somo kwa ufupi kabisa ambalo linasema wanaume ambao unatakiwa kujihadhari nao. Na somo hili ni muhimu kwa ajili ya wanaume, lakini pia hata wanawake, hususan mliopo katika ndoa. Somo hili linaweza kuwafaa na mkasaidia kuzijenga ndoa zenu na kuzifanya kwa imara. Lakini pia kwa wale ambao bado hawajaingia kwenye ndoa, somo hili linaweza kuwa pia kwa muhimu kwa maana ya maandalizi ya kuingia kwenye ndoa na namna ya kufanya, namna ya kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kujitokeza. Sasa tutakuwa na kichwa chetu kinachosema wanaume ambao unatakiwa kujihadhari nao. Hususan kwa mwanaume uliopo katika ndoa. Hawa wanaume wanne ambao unatakiwa kujihadhari nao. Moja kwa moja tuende kwenye mwanaume wa kwanza. Mwanaume wa kwanza ambaye unatakiwa kujihadhari naye ni yule ambaye anapenda kutembelea nyumbani kwako wakati wewe mwenyewe haupo. Yaani kwamba yeye kukutembelea kwake ni pale ambapo wewe haupo. Ukiwepo humuoni. Lakini mara kwa mara anatembelea nyumbani kwako anapokuwa amejua kwamba wewe nyumbani haupo. Sasa huyu angalia, usije ukadanganywa na status yake au pengine nafasi yake katika jamii. Anaweza akawa ni mchungaji, tena wachungaji wa siku hizi hawa mitume na manabii hawa wanaombea, wanashika sijui maeneo gani hawa. Jihadhari sana. Kwa hiyo usije ukadanganywa na status yoyote ya mtu ukafikiri kwamba ukaamini. Kwa sababu kama mtu ana nia njema, bila shaka atakuja tu nyumbani wakati upo, na inapotokea kwamba amefika nyumbani wakati wewe haupo, pia utakuwa na amani kwa sababu unakuwa unaona tu ile trend, ule mwenendo unaonekana. Kwa hiyo jihadhari sana na mwanaume huyu ambaye anakuja nyumbani kwako wakati wewe haupo. Bila shaka atakuwa na nia ovu, na ndio maana anakuja wakati wewe haupo. Bila shaka kutakuwa na kitu fulani ambacho anakitafuta. Lakini pia unapaswa kujiuliza kwamba wakati wote anakuja wakati wewe haupo, anayemwambia kwamba wewe haupo ni nani? Nani anamjulisha kwamba wewe haupo ndipo aje nyumbani kwako? Kwa hiyo haiwezi kutokea accidentally kwamba wakati wote wewe unapokuwa haupo yeye ndo ana shida ya kuja nyumbani kwako. Na pale ambapo unakuwa upo hana shida yoyote ya kuja nyumbani kwako. Kwa hiyo haiwezi kutokea kwamba mara zote inakuwa hivyo. Kwa hiyo huyu unapaswa kuchunguza na kuona kwamba nini kinaendelea nyuma ya pazia. 2. Mwanaume wa pili ambaye unatakiwa kujihadhari naye ni yule ambaye mke wako anakufananisha naye. Mwanaume ambaye mke wako kila wakati, kila unachokifanya anasema ungefanya kama fulani, ungefanya kama fulani. Kila wakati yeye mke wako anakufananisha na wewe mwanaume. Unapaswa kuchunguza kwamba kuna mahusiano gani kati ya mke wako na huyo mtu. Kwa sababu bila shaka inawezekana huyo mke wako anamtamani wewe mwanaume, au tayari wameshaingia kwenye mahusiano, wameshaanza uzinzi, umeona, lakini wewe hujui. Kwa hiyo ni vizuri sana kujua kwamba ni nini kinachomvutia mke wako kukufananisha na mwanaume huyo. Of course kuna vitu ambavyo tunajifunza kwenye maisha kutoka kwa watu wengine. Lakini tabia ya kufananishwa mara kwa mara katika kila jambo unalolitenda unafananishwa na mwanaume. Tukumbuke kwamba sisi wanadamu tuko tofauti na kila mtu ana strength zake na weaknesses zake. Kwa hiyo mwanamke wa namna hii ambaye kila wakati anakufananisha na mwanaume mwingine, kwanza anakuwa hakutendei kwa nidhamu. Kwa hiyo unapaswa kuangalia nini kinachoendelea.
Mwanaume wa tatu ambaye unapaswa kujihadhari naye ni yule ambaye anapenda kumsifia mkeo mara kwa mara, anapenda kumsifia mkeo. Pengine hata mkiwa wote mmekutana njiani humo, anataka kumsifia mke wako, maumbile yake, anamsifia sijui nini, umeona? Au pengine akijua kwamba au akihisi kwamba wewe haupo. Yaani wewe pengine hajakuona na hajajua kwamba uko around hapo, anaanza kumsifia nani? Anaanza kumsifia mke wako kwa maumbile yake, sijui amevaaje, sijui nini. Hivyo vitu vyote ni ishara mbaya kwamba anaweza kuwa na nia mbaya. Kwa hiyo jihadhari sana na mwanaume ambaye kila wakati anamsifia mke wako. Umeona? Anapaswa kumsifia mke wake bwana. Amsifie mke wake. Kwa hiyo angalia sana hilo. Mwanaume wa 4 ambaye unapaswa kujihadhari naye ni mwanaume ambaye alikuwa na uhusiano na mkeo zamani. Pengine kama kitu hicho kilikuwepo. Yaani ex wa mke wako. Umeona? Sasa kama ukiona kwamba kuna dalili kwamba bado kuna mawasiliano namna fulani, pengine unahisi kama kuna namna fulani wanawasiliana, unapaswa kuchunguza. Umeona? Ili kumuonya mke wako aachane na mambo hayo, kwa sababu yanaweza kuvunja ndoa yenu, yanaweza mkaharibu ndoa yenu, mkasababisha watoto wenu wakapata shida na maisha yenu yakawa ya kuharibika. Sababu mnapofunga ndoa, hatufungi ndoa ili tuachane. Tunafunga ndoa ili tuweze kuishi na kulea watoto na kufanya maendeleo na kupata ustawi. Kwa hiyo unapoona kwamba mke wako kila wakati ana mawasiliano na ex wake wa zamani, basi muonye katika hilo na ulidhibiti hilo, kwa sababu linaweza kuleta shida kwenye ndoa yenu. Kwa hiyo hayo ni mambo 4 ambayo leo nitaka tukumbushane wanaume, mambo ambayo unapaswa kuangalia, wanaume 4 ambao unapaswa kuangalia kwa habari ya ndoa yako. Basi mbarikiwe na Mwenyezi Mungu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mbarikiwe sana. Jehova Mungu awabariki.